Unajua huwezi kufanikiwa kwenye haya maisha. Na vijana wengi tumekuwa tunansara wakilalamika kwa nini hawafanikiwi, kwa nini hawapigi hatua kwenye maisha. Lakini leo nitaenda kukufundisha jambo ambalo unatakiwa ujue kulizingatia kwenye maisha ili uweze kufanikiwa. Matumizi sahihi ya muda. Muda ni miongoni mwa kitu muhimu sana kwenye maisha. Leo nitakufundisha jambo ujue kijana. Ni kwamba ni lazima ukae ukijua kwamba muda wako huu unatumikaje. Muda wako masaa 24 kwa siku huwa yanatumikaje. Naomba leo nikusaidie kitu. Unajua siku nzima ina masaa 24. Na masaa 24 hayo umeyatumia kufanya kazi gani? Umeyatumia kuingiza kiwango gani? Mfano lazima useme kwamba kwa kila siku mathalan unaingiza shilingi ngapi? Lazima ujue hilo. Kwamba naingiza shilingi ngapi kwa siku? Hii siku yenye masaa 24 naingiza shilingi ngapi? Pengine naingiza shilingi 5,000 kwa siku. Au pengine naingiza shilingi 3,000 kwa siku. Pengine naingiza shilingi 2,000 kwa siku. Endapo siku yenye masaa 24 inapita hujaingiza hata shilingi 100, hilo ni swala ambalo kijana atakiwa kuumiza kichwa. Kwa sababu kama siku imepita hujaingiza hata shilingi 100, kwa maana kwamba itapita wiki, utapita mwezi, utapita mwaka na hujaingiza hata shilingi 100. Lakini endapo ukipangilia vizuri ukasema sasa leo kwa siku naingiza pengine shilingi 5,000. Ukajua kabisa leo naingiza shilingi 5,000 na hiyo 5,000 nimeingiza ndani ya muda gani? Yaani zingatia muda. Hiyo 5,000 pengine nimeingiza ndani ya masaa 4. Pengine nimefanya kazi kuanzia labda saa 2 usiku, labda saa 4 usiku, au nimefanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka kufika saa 4, nimeingiza faida ya shilingi 4,000 au nimeingiza kiwango cha fedha cha shilingi 4,000. Ukimaliza kujua kwamba umeingiza shilingi ngapi kwa siku, lazima ujue, je, umetumia shilingi ngapi kwa siku? Miongoni mwa sehemu ambao watu wengi hawajui. Umeingiza shilingi ngapi? Watu huwa hawajali. Lakini pia ametumia shilingi ngapi? Ni jambo ambalo pia watu huwa hawajali. Kwamba kwa siku umetumia shilingi ngapi? Kwa siku moja umetumia shilingi ngapi? Pengine umekunywa chai shilingi ngapi? Chakula cha mchana shilingi ngapi? Cha usiku shilingi ngapi? Pengine umenunua vocha au umenunua kitu kingine chochote. Lazima ujue kutumia muda kiufasaha, kwa sababu muda ndio mali. Muda ndio pesa kubwa ambayo itabaki nayo. Kwa sababu kama unaweza kutumia muda wako wa masaa 24 kukuingizia kiwango cha fedha, jiulize kila siku hayo masaa 24 ukiwa unaingiza, kwa mwaka utakuwa umeingiza kiwango gani? Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kijana ujifunze na uweke kichwani kwamba kwa kila siku lazima niingize fedha. Jipe dhamiri ya kutimiza malengo yako kwenye maisha, kwamba kwa kila siku iendayo kwa Mungu lazima niingize kiwango fulani cha fedha. Lazima niingize shilingi 5,000, lazima niingize shilingi 7,000, lazima niingize shilingi 8,000, lazima niingize, yani lazima kwa kila siku inayoenda lazima ujue nimeingiza kiwango gani. Lakini jambo lingine la pili la kuzingatia ni nidhamu katika matumizi ya fedha. Naomba niliseme kidogo hili. Watu wengi wamekuwa hawana nidhamu katika matumizi ya fedha. Tumekuwa tukitumia fedha ovyo bila kuipangilia. Yaani fedha ambayo ulikuwa ujiwekea bajeti unaitumia fedha ambavyo sio bajeti yake. Umeamka asubuhi leo katika diary yako, katika akili yako hujapangilia kununua kalamu mtaani. Lakini kwa sababu fedha imeingia basi unanunua kalamu. Wakati ulikuja jipangilia kwamba leo nitakula ndizi barabarani. Umefika njiani unaamua kula ndizi. Lakini hii fedha haikuwa katika malengo ya kutumika hivyo, wala hii fedha haijapangiwa bajeti hiyo. Ndio maana nikasema jambo la msingi ni nidhamu katika matumizi ya fedha, lakini vile vile kuzingatia muda. Haya ni mambo muhimu ya msingi kwenye maisha, kwa sababu ukiwa na nidhamu katika matumizi ya fedha, utaithamini fedha. Imeingia shilingi 5,000, utajua namna ya kuimanage, utajua namna ya kuilinda, utajua namna ya kuihifadhi. Kwa sababu shida sio kwamba unaingiza shilingi ngapi kwa siku. Huenda tatizo likawa unatunza shilingi ngapi kwa siku. Pengine unaingiza shilingi 50,000, pengine unaingiza 70,000, lakini je, kwenye akaunti yako mpaka sasa una shilingi ngapi? Basi achilia mbali kwenye akaunti una shilingi ngapi. Haya, je, una mradi wenye thamani ya shilingi ngapi? Yaani hichi ndio kitu ambacho watu wengi hawajui, kwa sababu naomba ujue kwamba watu tunazeeka. Sasa itafikia hatua hizo kazi ngumu unazozifanya hutozifanya tena. Sasa kama hutozifanya tena, ni nini kingine kinachobaki kuendelea kukulisha wewe? Nini kingine kinachoendelea kukusaidia mahitaji mengine yapatikane ikiwa wakati huo utakuwa umezeeka pengine, au pengine unaumwa umeshindwa kunyanyuka kitandani? Ni nini ambacho umejiwekeza wakati ukiwa na afya ulikitumia kuwekeza kwamba hichi kitu na kiwekeza, hujui ni wakati gani kitakustiri? Na ndio maana unaona wenzetu wanazidi kuendelea kila kukicha, kwa sababu wanathamini kila sekunde iendayo kwa Mungu. Kwamba nimeingiza leo shilingi ngapi, nimeingiza labda shilingi 3,000, nimeingiza shilingi 5,000, nimeingiza shilingi 7,000. Kwa hiyo wewe lazima ukae kwenye akili yako ujue kwa kila siku naingiza shilingi ngapi, lakini naitumiaje hiyo pesa niliyokwisha kuingiza. Haya ni mambo ambayo yatakusaidia sana wewe kama kijana kuweza kusogea kwenye maisha yako.
Lakini lazima uzingatie matumizi. Hakika matumizi ni jambo ambalo vijana wengi sana wanafeli. Kwa sababu utakuta unatumia muda mwingi, unapoteza muda mwingi sana kupiga story na watu, unapoteza muda mwingi sana kudiscuss maisha ya watu, unatumia muda mwingi sana kuongelea kuhusu mpira, unatumia muda mwingi sana kwenda kucheza mabonanza. Yani muda mwingi unatumika ovyo. Hakuna muda unaotumika kwa faida. Kwa muda mwingi unatumika ovyo. Utatumia kwenda klabu, kwenda kutumia fedha ambayo hauna, alafu kuonesha watu kwamba unayo. Utatumia kununua vitu vyenye thamani ya juu wakati hiyo fedha ilikuwa inatosha uwekeze kama mradi fulani. Kwa hiyo ndio maana nikasema jambo la kwanza ambalo kwa sasa inabidi tubadilishe mtindo wa maisha ni kuheshimu muda, kuzingatia muda, matumizi sahihi ya muda. Yani pindi unavyoamka ukagundua leo nina afya njema, hakikisha hiyo afya ya leo imetumika kuingiza kiwango fulani cha fedha. Yani hakikisha kwamba leo nimeingiza shilingi labda shilingi 5,000, lakini vile vile lazima ujifunze kuhifadhi hata shilingi 100 kutoka kwenye 5,000 uliyoingiza. Matumizi yasipitilize kipato. Hata kama imekugharimu kwamba leo nimepata 5,000, matumizi yangu yanatakiwa yawe 7,000, ni aheri matumizi ya leo yawe shilingi 4,900, shilingi 100 tunza. Usikubali kipato cha siku ulichoingiza kikaisha chote bila kutunza hata shilingi 100. Kwa sababu kile kilichohifadhiwa ndicho ambacho kitakuja kukusaidia tena kadri unavyoendelea kusogea. Ndio maana somo langu la leo nikapenda kuwajulisha wengi kwamba hakikisha unafuatilia na unaangalia kwa kila siku naingiza shilingi ngapi, kwa kila siku napata shilingi ngapi, lakini natumia shilingi ngapi, lakini pia nahifadhi shilingi ngapi. Kwa hiyo muda na nidhamu katika matumizi ya fedha ndio vitu vya msingi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe ukasogea kwenye hatua yako ya maisha. Unaweza ukaendelea kujiuliza maswali mengi, ukatafuta mchawi nani, ukatafuta nani, lakini mwisho wa siku hebu piga mahesabu. Una miaka 20, una miaka 30, una miaka labda 40. Je, mali unayomiliki ina thamani hata ya milioni 2? Je, mali unazomiliki zina thamani hata milioni 500 au milioni hata 20? Ina thamani je hata ya 300,000? Hii ndio maana unaweza kuona kwamba unasema watu wakianza, ukiona mtu amefanikiwa ghafla unamjua akiwa amefanikiwa, unasema ghafla tu amefanikiwa, hajaanza ghafla. Huyu mtu alikuwa anajiwekeza taratibu. Anafanya kazi fulani anatunza 300, anafanya kazi fulani anatunza 500, anafanya kazi fulani anatunza 1000. Ile fedha aliyokuwa anatunza leo imetokea sehemu fulani, kuna mradi unaohitaji kiwango cha fedha ambacho yeye anakimiliki. Anaenda anachukua ile fedha na anawekeza pale na inaanza kumlipa. Kama asingelikuwa anahifadhi ile fedha, leo angeweza kulipwa na nini? Kwa ni lazima ukae chini ujiulize, natumiaje muda wangu? Je, muda wangu nautumia ovyo au muda huu nautumia kwa manufaa ya maisha mengine yanayosogea? Kwa sababu maisha yako wewe yanakutarajia wewe. Hichi ni kipindi cha Vijana Zone, kipindi ambacho kinakusaidia wewe kijana kuweza kufungua akili yako, kufungua mawazo yako, kufungua nyota yako, kufungua kila kitu kinachokuhusu wewe, kwa sababu maisha yako ni maamuzi yako. Ukiona haufanikiwi, ukiona haupigi hatua, usimlaumu mtu. Wala usitafute mchawi ni nani. Mchawi wa kwanza ni wewe mwenyewe, kwa sababu muda hauheshimu. Lakini sio tu kwamba uheshimu muda, au zingatii nidhamu katika matumizi ya fedha. Kaa chini, tathmini, je, ninachokifanya sasa kinaendana na malengo ninayoyataka? Na ukigundua kuwa unachokifanya sasa kiendani na malengo unayoyataka, inakubidi kubadilisha. Badilisha kabisa mtizamo wako, badilisha matumizi yako, badilisha namna yako ya uhifadhi fedha. Lazima ujifunze kumiliki fedha. Kwa sababu mwisho wa siku inatakiwa pesa ndio ifuate pesa. Ndio maana unaona wanaopewa miradi ni wale ambao wana kianzio. Mtu anakuja unaanzisha biashara ya 300,000, mtu anakupa milioni 2 kwa sababu tayari kuna kitu umeanzisha. Kwa hiyo maana nasema jifunze kuheshimu sana muda. Kwa sababu kadri tunavyoendelea tutafikia hatua umri wako, afya yako itakuwa sio hiyo ulionayo leo. Na kama itakuwa sio hiyo ulionayo leo, ni nini kitakachokusupport wewe? Ni nini kitakachosimama na wewe? Jibu ni hakuna. Hata familia utaona inaingia migogoro kwa sababu kipato sifuri. Swala hili la matumizi ya muda na matumizi na nidhamu ya fedha sio kwa wanawake pekee, sio kwa wanaume pekee, ni jambo ambalo linamhusu mwanamke na mwanaume. Hilo ni jambo ambalo litakusaidia na weza maisha yataweza kuendelea. Niite Mwalimu Yatabu, unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kama Mwalimu Yatabu, lakini unaweza ukaniuliza maswali yote, pia nitakuwepo kwa ajili ya ushauri wa maswala yako mbalimbali. Kila laheri.